Kuna kisa kimoja iliwahi kutokea hapa Nairobi, si miaka nyingi, mimi nikiwa nipo msikiti wa Al-Amin ambaye iko hapa Juja Road. Ilikuwa ni msikiti wa zamani, sasa wanataka kujenga msikiti mpya. Wakaamua kufanya mchango, imamu wa msikiti na naibu wake na komiti ya msikiti wakaamua katika salati al-fajri na swala ya magharibi na swala ya isha watafanya mchango kila katika swala tatu hizi. Namalizia hapo Waislamu, naona naombeni radhi kwa kuchelewesha. Basi mama akawa anasimama baada ya salati al-fajri, salati al-maghrib, salati al-isha, wanaandika nani ambaye ana pledge ama atatoa shilingi milioni 1, nani mwenye 500,000, nani mwenye 200,000, nani mwenye 50,000, nani mwenye 3,000, 5,000, mpaka wakaenda 1,000, mwenye 500, mwenye 200, mwenye 100, mwenye 50, ikawa inachangwa. Sasa kuna mzee mmoja ambaye mimi niliwahi kumuona. Huyu mzee katika kila mchango ya swala hizi tatu alikuwa anatoa, tena anatoa pesa nzuri sana. Kuna kipindi amewahi kutoa 500,000, kuna kipindi amewahi kutoa 100,000, 200,000, 50,000, 20,000, kila kipindi anatoa. Basi ikatokea siku moja huyu mzee akapotea, akawa hajulikani yuko wapi. Kumbe mzee alikuwa mgonjwa, akaenda akalazwa MP Shah Hospital. Watu wakawa wanakwenda kumtembelea, wanamuombea dua, wanamuombea Mungu. Amewekewa ile vipumuzi ya kupumua na macho yake vile vile amedungwa masindano ya kumlaza, haoni wala hawezi kuzungumza, lakini masikio yake inasikia. Sasa kuna siku walikutana watoto wake 9 ndani ya wodi yake, ndio ndani ya wodi yake mzee. Kuna mtoto wake mmoja ametoka Canada, mtoto wake mwingine ametoka Amerika, mwingine ametoka Uingereza, mwingine ametoka South Africa, na wengine walikuwa wanaishi hapa. Wakakutana katika chumba cha wodi ya mzee. Mzee anasikia, wale watoto wakaanza kugombania mali ya mzee, na mzee bado yuko hai. Ule mtoto mkubwa anasema ile kiwanda ambayo iko industrial area ni yangu hiyo, na mtu yote asijaribu kukanyaga hapo. Mwingine anasema ile nyumba iko Isili ghorofa 13 hiyo ni yangu. Mwingine anasema ile nyumba ya South Sea ni yangu. Mwingine anasema ile shamba ambayo iko Kajiado eka 5 ya shamba hiyo ni yangu. Mwingine anasema ile gari ya mzee Mercedes Benz na Prado yake ni yangu. Sasa mzee anasikia, maskini mzee akauliza katika moyo wake, hawa watoto wangu wanaigombania mali yangu na mimi sijakufa. Nani ambaye anayejua kwamba mtu nani atakayekufa mwanzo? Lakini mzee anasema kitu ambacho kilimshangaza mzee. Anasema katika hawa watoto hakuna hata mmoja aliosema jamani, upande wa baba, jamani, ile akaunti ya benki ambayo ana milioni kadhaa tutamjengea mzee msikiti, tutamchimbia mzee kisima, mzee hajawahi kwenda haji tutamfanyia haji, tutamfanyia umra, tutamtolea sadaka jaria. Hakuna hata mmoja katika hao watoto alizungumza kwa niaba ya mzee. Basi ule mzee aliomba dua pale pale, akamwambia Mwenyezi Mungu, ya Allah, na kuomba unitoe hapa salama ili nikaweke mali yangu mwanzo sawa kabla ya kuondoka duniani. Basi ile dua ilikwenda ikagonga, na huyu mzee akaamka akapona. Watoto wamekwenda zao manyumbani saa 4 za usiku, saa 5, kesho yake wakirudi saa 3, saa 4 asubuhi, wanampata mzee amekaa juu ya kiti. Mzee, umepona? Imekuwaje? Mzee alikwenda aliuza kila kitu, na subhanallah amewanulia watu wengi sana manyumba hata katika familia zao. Akaweza kuinua maisha ya watu wangapi, ameweza kuchimba visima vingapi. Mbali na hiyo msikiti wa Al-Amin, huyu mzee amejenga zaidi ya misikiti 3 kulingana na jamaa yake mmoja. Na kitu ambacho alofanya huyu mzee, alikwenda msikiti wa Al-Amin akauliza, msikiti imeshafika hapa, hii pesa yote iliyobakia kumaliza ni ngapi? Finishing, kupiga rangi, kuweka tiles, mifereji, choo na carpet na kuchimba kisima. Akaambiwa ni zaidi ya milioni 100 ya Kenya. Aliandika cheki moja tu. Sasa wewe leo Mungu amekupa uwezo, unangojea uje ufanyiwe na watu. Wale watu kufanyiwa na watu wako katika watoto wema ambao wanawajali wazazi wao baada ya kufa kwao, lakini usitarajie kwamba kuna mtu mwingine atakuja kufanyia hayo. Mungu amekupa uwezo, inua maisha ya watu, lipa deni ya mtu. Mara nyingi usingojee umemsikia jirani yako, hata kama si Muislamu, ana matatizo, ni mgonjwa, ameshindwa kwenda hospitali,
watoto wake wamefukuzwa school fees, ameshindwa kulipa renti ya nyumba, hana chakula. Usingoje huyu jirani aje akubishie mlango na wewe una uwezo. Wewe kama Muislamu nenda kwake, kabishe mlango, mwambie nimekuja, unasemaje sasa, niko tayari kukusaidia. Hii ni nafasi ya dhahabu Waislamu. Mungu atakupa nyingine ambayo pesa haiwezi kununua hapa duniani. Aqulu qawli hadha fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد.